after that, they did this to every 6 months, every year, depending on the donor, they have to report to the donor to whom got the money, how they spent the money. Okay, baada ya muda kadhaa yapata kama miezi 6, walikuwa wakiangalia namna ya kuweza kutanua zile shughuli zao. And so the software was started and implemented. Hiyo software ilipoanza na alipo-implement to manage the budgets na kusimamia bajeti, to manage the budget, the bookkeeping, and the financial reports following the standard fixed by the donor. Hizi software zote kama bookkeeping, ku manage budget alikuwa akitengeneza, lakini zilikuwa katika standard ya kufuata ile standard ya sheria za kimataifa za software. But also to keep under control the expenditures paid to keep the organization alive. Na alitumia wakati mwingine tool ambazo zilihitajika kwa wakati ule kwa ajili ya kuiweka organization iwe hai. That is what I have. Hivi ndivyo vitu ambavyo alikuwa navyo. Now I have those softwares, there are some versions. Sasa hivi anazo hizo software, lakini ziko katika version tofauti. And a customer in Roma, he has 90 computers.